Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Nina furaha kujumuika pamoja nawe wakati huu Mungu ametupa. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na kushukuru kwa uamuzi wa kutenga wakati wako ili ulisikilize neno la Bwana. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo atatuletea neno la Mungu. Hii itakuwa ni baada ya wimbo ufuatao. Jambo rafiki msikilizaji, na karibu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo katika mafundisho ya neno la Mungu. Tumaini langu kila mara tunapokutana ni kwamba neno litokalo kinywani mwangu litabariki maisha yako na kukuza imani yako kwa Mungu huyo wa kweli na Yesu Kristo mwana wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Baada ya mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sasa twageukia kitabu cha Yoshua. Somo letu la leo litatoka kwenye sura ya kwanza, tukianzia aya ya kwanza hadi ile ya 9. Hii yajumuisha sehemu muhimu sana, nayo ni utangulizi. Unaposoma kitabu cha Mwanzo, unalopata ni kuzaliwa kwa taifa la Israeli. Kisha kwenye kitabu cha Kutoka twapata kuchaguliwa kwa taifa hilo. Halafu kitabu cha Hesabu ni kitabu cha kutwezwa au kujaribiwa kwao. Nacho kitabu cha Kumbukumbu la Torati ni kitabu cha mausia. Sasa kitabu hiki cha Yoshua ni kitabu cha vita na ushindi wa taifa hilo la Israeli. Hiki kitabu chakamilisha ule ukombozi ulioanza kwenye kitabu cha Kutoka. Kutoka ni kitabu cha ukombozi wa wana wa Israeli kutoka kwenye nchi ya utumwa, nchi ya Misri. Nacho kitabu cha Yoshua ni kitabu cha ukombozi wa kuingia katika nchi ya ahadi, nayo ndiyo nchi ya Kanaani. Neno kuu katika kitabu hiki, msikilizaji wangu, ni kuhusu kutamalaki au kumiliki. Mungu alitoa nchi ile kwa wana wa Israeli kwa msingi wa agano usio na masharti yoyote. Msingi wa neno hili latokana na agano alilofanya na Ibrahimu, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 8 usemao hivi: nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanaani, kuwa milki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Licha ya agano hilo, ili Israeli wamiliki nchi ile, ilikuwa lazima wao kupigana
na makabila yaliyokuwepo na kuwaondosha katika nchi ile, ndipo waimiliki. Naye Yoshua kabla ya kufa kwake aliwakumbusha wana wa Israeli kwamba ili wao watamalaki nchi ile ni lazima kulitii neno la Mungu, la sivyo hawatakaa humo. Kwa habari ya mwandishi wa kitabu hiki, kitabu cha Wayahudi kiitwacho Talmud chasema kuwa Yoshua ndiye aliandika kitabu hiki, isipokuwa zile aya 5 za mwisho zilizoandikwa na mmoja aitwaye Finehasi. Yoshua alimrithi Musa katika uongozi baada ya Musa kufa. Huyu alizaliwa akiwa mtumwa kule Misri, lakini alikuwa jemedari mkuu sana. Alikuwa miaka 40 walipotoka Misri. Kwenye mwaka wa 80 ndipo alichukua hatamu za uongozi wa taifa hilo la Israeli. Alimalizia kazi yake na kufa akiwa na umri wa miaka 110. Yoshua alikuwa na sifa hasa katika siku zao kule jangwani, na pia kwa vita alivyofanya dhidi ya Waameleki. Aliunda jeshi na kuliongoza dhidi ya wale adui. Huyu mtu alikuwa msaidizi wa Musa, au kwa usawa mtumishi wake. Mara jina lake litajwapo, twaona uaminifu wake kwa kiongozi wake Musa, na zaidi sana moyo wake uliomfuata Mungu katika kila jambo. Pale Kadesh Barnea alikuwa kati ya hao 12 walioenda kuipeleleza nchi ile ya Kanani. Yeye na Kalebu walirudi na ripoti nzuri iliyojaa imani kwa Mungu kwamba Mungu ni mwaminifu na atawapa nchi ile. Jina la mtu huyu lina maana ya Yehova aokoa. Jina hili ni sawa na jina la Yesu kwenye Agano Jipya. Yoshua alikuwa mtu jasiri na shupavu aliyemtegemea Mungu katika yote. Hali yake hii yaonekana katika imani yake kwa Mungu, ujasiri katika neno la Bwana na uaminifu wake katika yote aliyotenda. Yeye ni mfano wa Kristo katika jina lake na kazi alizotenda. Katika maisha ya Yoshua twajifunza kuwa mtu aliye na uwezo wa wastani aweza kuwa mtumishi na kiongozi kanisani, tena mtumishi shupavu, mtumishi aliye hodari. Yoshua alipokea mwito wake si kwa maneno yenye moto yaliyoandikwa mbinguni, bali kutoka kwake Mungu, sawa na vile tulivyoona katika maandiko yaliyoko kwenye Kumbukumbu la Torati. Mungu alipomtazama Yoshua alimwona afaa kuwa kiongozi wa taifa hilo. Kitabu hiki cha Yoshua, ndugu msikilizaji, kina funzo kwetu waumini. Mara nyingi nchi hiyo ya ahadi watu wamefikiri kuwa ni mfano wa mbinguni, lakini si ndivyo ilivyo. Hili nalisema kwa msingi kwamba mbinguni si mahali palipo na vita, ila nchi hiyo ya ahadi ni mfano wa maisha ya muumini hapa ulimwenguni mara anapomwamini Kristo Yesu. Kitabu hiki cha Yoshua ni kama kitabu cha Waefeso kwenye Agano Jipya, sehemu ambayo muumini amebarikiwa na baraka zote za kirohoni angaliko hapa duniani. Hivyo kupokea na kutamalaki baraka zile ni lazima kufanya vita na kushinda. Haiwezekani hata kidogo kupokea baraka zile kwa uwezo wa kimwili, ila ni kwa uwezo tu wa Roho Mtakatifu. Kwa hili nasema kuwa ni lazima muumini kujitolea kwa huyo Roho wa Mungu ili haya yote yatendeke maishani mwake. Rafiki yangu, kitabu hiki cha Yoshua chatuonyesha ni jinsi gani, kwa mfano na taratibu ambayo muumini atumia ili kutamalaki yote hayo aliyoahidiwa na Mungu katika maisha haya. Mpendwa, bila shaka najua kwamba umejengeka kwa utangulizi huo. Sasa ni wakati wetu wa kuingia katika sura ya kwanza ya kitabu hiki chenye mibaraka. Sura ya kwanza yazingatia utume wa Yoshua na amri aliyopewa na Mungu. Kwenye sura za kwanza 12 watu wale wataingia katika nchi ya ahadi. Kisha kwenye sura ya 13 hadi 21 tutaona jinsi kila kabila lilipokea sehemu ya urithi wao katika nchi ile. Mwisho, kitabu hiki chamalizia ujumbe wa mwisho wa Yoshua kwa wana wa Israeli. Mada ya kitabu hiki, kama vile nilitajia hapo awali, yahusu umiliki. Hayo ndiyo twayaona kwenye sura ya kwanza. Sura hii yafungua kwa neno kutoka kwa Bwana kwa mtumishi wake Yoshua. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akasema. Msikilizaji, kama vile tumesoma hapa, tuona kwamba kitabu cha Yoshua chafungua kwa neno hili ikawa. Bila shaka hili latuonyesha kuwa kulikuwepo na matukio yaliyotangulia kabla ya haya kuja kuwepo. Neno hili ikawa launganisha kitabu hiki na kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Hili latuelekeza kufikiri kuwa sura ya 34 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati Yoshua ndiye aliyeandika.
lakini la muhimu ni kufahamu kwamba baada ya matukio yaliyoko kwenye sura ya 34, maneno haya yalimjia Yoshua. Bwana alinena na Yoshua mtumishi wake. Kwenye aya ya 2, Mungu anena na Yoshua na kumwambia hivi: Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Ndugu yangu, Mungu amwambia Yoshua kuwa mtumishi wake Musa amekufa. Maneno haya yatuonyesha kuwa kutokuwepo kwa Musa hakungelizuia watu wale kuingia katika nchi aliyowapia Mungu. Ni kwa jinsi hii ndivyo viongozi wafaa kufahamu kwamba wapo ili kuongoza tu kwa muda. Watakufa, lakini uongozi utasalia na maono yaliyokuwepo kuendelezwa mbele. Ndiposa kiongozi wa kila tabaka ahitaji kuwa na maono, si tu ya muda mfupi, bali maono ambayo ni ya muda mrefu, kusudi anapoondoka maono yale yataendelea kuwepo. Hilo ni jambo ambalo tumeliona katika mataifa mengi, na mataifa hayo yamebarikiwa kwa sababu ya maono ambayo viongozi walikuwa nayo. Maono duni, maono ya kibinafsi, maono ya muda mfupi yamekuwa chanzo cha mengi maovu ambayo yametendeka katika nchi nyingi. Ewe kiongozi, wahitaji kufahamu jambo hili na kulielewa vyema, kusudi unapoongoza ujue ya kwamba haupo hapo milele. Utakufa, utaondoka. Kwa hivyo weka msingi wa maono ambayo hata ukiondoka waliosalia wataendelea na maono hayo, kama vile imekuwa viongozi wengine. Napenda kuzungumza tena nawe kiongozi, nikuulize hili: je, katika uongozi wako wataka kuachia vizazi vijavyo nini? Utawaachia amani na maendeleo, au utaachia vurugu na siasa ambazo ni duni? Hiyo ni kwako kiongozi wa tabaka yoyote ile. Mungu akusaidie sana uwe na maono yatakayosaidia vizazi vijavyo, na si maono tu ya kukusaidia sasa hivi au miaka michache ambayo hauna uhakika kwamba utakuwepo. Musa aliwakilisha sheria isiyoweza kuokoa. Sheria huonyesha jinsi tulivyo, ila haiwezi kuokoa. Ndiposa, ndugu msikilizaji, haiwezekani uokolewe kwa matendo ya sheria. Musa hangeliweza kuwaongoza wana wa Israeli kuingia katika nchi ile kwa sababu ya udhaifu wake. Shida haikuwa katika sheria, bali ilikuwa ndani ya Musa, kama vile ilivyo kwetu. Sheria yafungua macho yetu tuone jinsi sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ni Yesu tu ndiye awezaye kutuokoa na kutuingiza mahali penye baraka. Pamoja na hayo, aya hii yatujulisha kwamba nchi hiyo walipewa wana wa Israeli pasipo masharti yoyote. Hii ni nchi ambayo Mungu alimwapia Ibrahimu kwamba atampa yeye na uzao baada yake milele. Ahadi hii ndiyo arudia kunena mara kwa mara kwenye kitabu cha Mwanzo, na kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati twajifunza kuhusu hiyo agano ya Palestina aliyofanya Mungu na watu hao, yani Israeli. Nchi hiyo walipewa wana wa Israeli pasipo masharti yoyote, iwe yao milele. Aya ya 3, msikilizaji wangu, yasema hivi: kila mahali zitakapo pakanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Mungu aliwapa watu hawa nchi hiyo. Nchi ni yao, nao ili waitamalaki iliwabidi kuipigania. Sehemu waliokanyaga kwa miguu yao itakuwa yao. Kwa kulinganisha, tuambiwa kwenye kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 3 kwamba tumebarikiwa kwa baraka zote za kiroho katika ulimwengu wa kiroho ndani ya Kristo. Yasikitisha kwamba, ndugu msikilizaji, Wakristo wachache tu ndio wapokea baraka hizi ambazo zipo kwa ajili ya kila mtoto wa Mungu. Kuna habari kumuhusu mtu mmoja aliyesafiri toka Uingereza kwenda Marekani. Alipofika hakujulikana alipoishi. Siku moja mjombake akafa, naye akamwachia urithi wa kiasi cha dola milioni 5. Wapelelezi walikwenda kumtafuta mtu huyo wasimpate. Alipopatikana alikuwa amekufa kwa ajili ya baridi, asiweze kukodi chumba cha dola 50 tu. Hakumiliki hilo lililokuwa lake. Ombi langu ni kwamba tusiwe kama mtu yule, bali tumiliki kila alilotupa Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Na je, ni yapi hayo ambayo Mungu ametupa? Mungu amekupa wewe, mtoto wa Mungu, baraka zote za kiroho katika ulimwengu wa kiroho ndani ya Kristo. Jukumu ni lako
kutafuta baraka hizo ni zipi, nawe uzichukue baraka hizo ziwe zako, kusudi ubarikiwe, si wewe tu, bali kuwabariki hata wengine wasiokuwa na baraka zile. Baraka hizo ni zako, nawe wahitaji kuzichukua. Ijapo Mungu aliwapa Israeli ile nchi, wao hawakuimiliki kulingana na mipaka aliyowapa. Badala yake walitawala sehemu ndogo sana. Wengi wa Wakristo wapo kwa jinsi hii, kama vile nimetangulia kusema. Licha ya kubarikiwa na baraka zote za kirohoni, wao hufa kama huyo mtu aliyekufa kwa ajili ya baridi. Kitabu cha Yoshua kitatufunza jinsi ya kutamalaki na kuzinyakua baraka zetu. Hii ni kwa kuwa tupo vitani, na kwa sababu hiyo twahimizwa kuvaa silaha zote za Mungu, kwa kuwa kuna huyo adui anayepigana nasi. Amri hiyo twaipata kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 usemao hivi: kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Yule tupiganaye naye ni adui aliye roho. Kwa hivyo ni lazima kuvaa silaha zote za Mungu ili tupigane naye jinsi inavyohitajika. Ushindi ni lazima kuupata katika jina la Yesu Kristo. Kwa kutumia silaha alizotupa Mungu, tutapata hilo walilopata Waisraeli, ushindi na ukombozi. Ushindi wowote waliopata wana wa Israeli ni Mungu aliyewapa, na ndivyo ilivyo kwa habari ya kila mmoja wetu leo hii anayemwamini Kristo. Yeye atatushindia, maana tuna imani kwake kuhusu kila alichotuahidi. Kwa kuwa sisi tu washindi na zaidi ya washindi katika yeye aliyetupenda akatoa uhai wake kwa ajili yetu, naye ndiye Yesu Kristo. Huyo amesema kwamba jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu. Ndugu yangu, jipe moyo, maana Kristo unayemwamini ameshinda ulimwengu, na kwa kuwa undani yake, wewe zaidi ya mshindi, kwa kuwa yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko huyo aliyeko duniani. Jipe moyo ndugu yangu, baraka ni zako. Nyakua baraka zako kwa kupigana vita vya kiroho na kwa kufahamu hilo ambalo ni lako, kwa kuyasoma maandiko ambayo yamo katika Biblia. Kumbuka kwamba wana wa Israeli walifahamu hicho walichohitaji kumiliki, walielekezwa katika mipaka ya baraka zao, na kwa jinsi hiyo kufahamu hayo ambayo walihitajika kumiliki. Na ndivyo ilivyo kwako unaposoma neno la Mungu. Kama vile wana wa Israeli walivyopokea neno la Mungu, ndivyo utakavyofahamu lile unalohitaji kupokea kutoka kwa Mungu, nawe ulipokee hilo kwa imani katika mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Tunapoendelea kwenye aya ya 4, Mungu amwambia Yoshua mipaka ya nchi hiyo wanayohitajika kumiliki, nchi aliyowapa wana wa Israeli. Hebu sikiliza. Tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Sehemu hii yote itwajayo rafiki yangu ni maili 300 mraba. Watu hawa walipewa nchi kubwa mno, maana mipaka yao ilikuwa ifikie mto Frati katika nchi iitwayo Iraq sasa hivi, na kisha upande mwingine walihitajika kufika hadi bahari hiyo kubwa, bahari ijulikanayo sasa hivi kama Mediterranean. Hiyo ndiyo nchi waliohitaji kumiliki, lakini walimiliki tu maili 30,000 mraba. Hawakufanya vyema hata kidogo. Wao walichukua theluthi 10 ya hilo aliloahidi Bwana. Usishangae msikilizaji, kwamba waumini wengi wamiliki kiwango hicho cha baraka. Je, utaendelea kumiliki 10% ya kile alichokupa Mungu, au utamiliki yote aliyokupa? Chaguo ni lako. Tunapogeukia aya ya 5, neno la Mungu liendelea kutwambia hivi: hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe, sitakupungukia wala sitakuacha. Yoshua alikuwa mtu wa wastani katika mambo yake, naye alihitaji kutiwa moyo. Mungu alimuhimiza na kumtia moyo kwa njia asingeliweza mtu mwingine kufanya. Amwambia kwamba kama alivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo atakavyokuwa pamoja naye, hatampungukia wala hatamuacha. Maneno haya, ndugu mpendwa,
ndiyo Bwana Yesu alinena na wanafunzi wake unaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari wa 20 kwamba yu pamoja nasi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Je, wahitaji uhakika wa ushindi na baraka zaidi kuliko huu? Inuka, nyakuwa baraka alizokupa Mungu katika Kristo Yesu, maana ameahidi kuwa pamoja nawe, sio siku mbili wala sio siku chache, bali siku zote hata ukamilifu wa dahari, au ukitaka mwisho wa wakati. Lako ni kuinuka na kutenda lile ambalo Mungu amekuagiza katika neno lake. Mungu aendelea kumuhimiza mtumishi wake kwa kumwambia yafuatayo kwenye aya ya 6 na 7. Hebu sikiliza: uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewaridhisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Mungu hakumtaka Yoshua aogope lolote lile. Mara 2 amwambie awe hodari na shujaa. Maneno hayo ndiyo Mungu akunenea wewe na kila mtoto wa Mungu. Yashike nawe ufanye kama akuagizavyo. Kuna jambo muhimu ndugu yangu ninalohitaji ufahamu, nalo lipo kwenye aya ya 8. Sikiliza kwa umakini amri hii ya Mungu kwa Yoshua, nayo ni kwa kila mtoto wa Mungu. Neno lasema hivi: kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Mungu aliponena na Musa, maandiko haya hayakuwa yameandikwa jinsi tuliyo nayo leo. Mungu alinena na Musa uso kwa uso, naye Musa kwa uaminifu aliyaandika yote aliyopewa na Mungu, ndiposa vitabu vile vya kwanza 5 kwenye Biblia vikawepo. Ni maneno yaliyomo kwenye vitabu hivyo ndiyo Yoshua aambiwa na Mungu azingatie daima maishani mwake. Katika vitabu hivyo Mungu aliwapa lolote walilohitaji kujua ili kuimiliki ile nchi. Iliwapasa kufuata maneno hayo bila ya kugeuka kushoto au kuume. Walihitaji kutafakari maneno hayo na kutenda yote walioamuriwa kwayo, kusudi wasitawi na kufanikiwa katika lile watendalo. Nawe ndugu msikilizaji, wewe mtoto wa Mungu, fahamu ya kuwa hili ndilo wahitaji kutenda, maana Kristo akuagiza kulishika neno lake na kukaa katika neno hilo, nawe utakapoomba lolote lile kwa jina lake, Mungu atakutendea, kwa kuwa wampenda Kristo. Mara nyingi imekuwa kwamba watu wafundisha na kusema Mungu atakutana na mahitaji yetu, au Mungu atajibu maombi yako, au lolote uombalo Mungu atakutendea. Lakini msikilizaji, sharti ni hili: ni lazima kuzishika amri zake Mungu, yani neno la Kristo lililokuja kwako, nawe utakapokuwa ukiomba, utaomba kulingana na mapenzi yake, naye atakupa yale uyaombayo. Ni lazima kulishika neno la Mungu, ndipo ubarikiwe jinsi Mungu ataka kukubariki. Kwenye aya ya 9 Mungu aendelea kunena naye na amwambia hivi: je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Yoshua alihitajika kuchukua neno la Mungu kwenye mkono mmoja na upanga kwenye mkono mwingine. Ilimpasa kufanya kila kitu kwa imani, kwa kuwa hilo ndilo lilihitajika. Mungu alimuhimiza mara kwa mara awe hodari na shujaa. Kama Yoshua, twahitaji kuwa hodari na shujaa, kwa sababu Bwana Mungu wetu yu pamoja nasi kila tuendako. Naam, twahitaji kumiliki baraka zetu za kiroho kwa imani. Kumbuka, tu katika maeneo ya adui, naye atafanya kila mbinu kutuzuia tusimiliki baraka zetu. Lakini ashukuriwe Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, atupaye ushindi siku baada ya nyingine, kwa utukufu wa jina lake. Natumai kwamba utafanya kila liwalo kutamalaki, kunyakuwa na kumiliki baraka zako zilizo katika Yesu Kristo, kwa kulisoma neno lake na kufahamu hilo ambalo ni lako katika yeye. Hivyo utabarikiwa na baraka zote ambazo Mungu ameamuru kwa ajili yako katika mwana wake Yesu Kristo. Na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako, mwana wako Yesu Kristo, twaja kwako siku hii ya leo, tukikushukuru na kuliinua jina lako kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza. Bwana, ni mengi ambayo umetubariki kwayo, lakini twamiliki tu
10% ya kile ambacho umetupa. Bwana, umetupa mengi ya kiroho, na zaidi wasema kwamba umetubariki na baraka zote za kirohoni katika ulimwengu wa kiroho katika Kristo Yesu. Kwa kutofahamu, kwa kutolisoma neno lako, tumekosa kuzitafuta baraka hizi. Tumetulia tu katika 10% ya baraka ambazo umetupa. Tufungue macho yetu tupate kuona, tupe ufahamu katika akili zetu, tupate kujua hayo mambo makuu ambayo umetubariki kwayo katika huo ulimwengu wa kiroho. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa akubaliana nami katika ombi hili, nawe utatutendea, kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, bila shaka naamini kwamba neno hili limekufikia moja kwa moja, nawe kwa kulisoma neno la Mungu, kulitafakari na kutenda neno hili, utapokea mibaraka ambazo Mungu ameazimia kukubariki kwayo. Neema yake iwe pamoja nawe unapotekeleza haya ambayo tumejifunza, hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Bila shaka ndugu mpendwa, naamini mapenzi ya Bwana yatatendeka kwako kulingana na yale neno limetuambia siku ya leo. Ni jukumu lako kutueleza jinsi kipindi hiki kinavyokusaidia. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.